Leo nataka niongee na wale watu wanaotafuta mahusiano nje ya nchi. Sasa leo mimi nitakupa mitandao, nitakutajia mitandao inayoweza kukusaidia ukapata bwana. Ukiwa na bahati yako, unaingia na focus. Usiingie tu kwa sababu tumeambiwa kuna mitandao ya mahusiano. Hapana, ingia ufocus, unatafuta nini? Je, unataka mahusiano ili yakusaidie kwenda mbele? Unatafuta mpenzi mwenza. Unaingia kwenye mitandao, unajaza profile yako vizuri, unaweka picha yako nzuri, unajiweka pale. Yani unaweka sifa za mwanaume au sifa za mwanamke unayemtaka. Usichukue tu mambo ya mtu mwingine eti ikakwambia jaza hivi, mimi nataka mwanamke hivi, nataka hivi na hivi. Andika wewe vile vitu vinavyotoka moyoni mwako. Kwamba mimi nataka mwanamke mweusi, nataka mwanamke mrefu, nataka hivi, nataka hiki na hiki. Unaingia. Au mimi nataka mwanaume hivi na hivi na hivi, nataka hivi awe na hiki na hiki. Unajaza vile vitu unavyojisikia wewe na unapenda mwenza wako wa maisha awe navyo. Kwa ukishaingia unajisajili, unaweka picha yako nzuri. Sio unaweka tu picha umetoka zako huko tu kuchimba zako miogo tu unaweka. Unaweka picha nzuri, picha ambayo itamvutia mtu, atakuelewa kwamba kweli hapa I got somebody. Unaona? Unaingia, unajaza vitu vyako, unaweka picha nzuri itakayovutia. Kwa sababu mle ni kama sokoni, kama soko la kazi, yani kama masoko mengine, na kule ni kama sokoni. Unaweka picha yako nzuri, unajinadi, unaweka vitu vyako, unaweka hapo, unasubiria. Au hata wewe unaweza kaanzisha ukiwa una swipe. Kuswipe ni kupeleka mbele, kupeleka nyuma, labda hivi picha au kupeleka hivi. Kwa una swipe, unajua kwamba hapa huyu nimemuelewa, tunamswipe right. Huyu sijamuelewa, tunamswipe huku. Umeona? Kwa hiyo sasa wewe unaingia pale, unaanza kuswipe, unaangalia, unakagua picha ya mtu, unasoma bio yake. Hakikisha umesoma bio ya mtu. Bio ni pale maelezo yake, anataka nini, anapenda nini. Sio wewe unaona tu picha, sura nzuri, mama unakurupuka. Unatakiwa usome mtu alichokiandika. Kuna watu wanaandika vitu viko ambavyo yani kidunia kawaida unajiuliza huyu mtu amefikiria nini, lakini ndio vitu anavyovitaka. Kwa hiyo usikurupuke ukaangalia tu picha ya mtu, yani huyu na mtagwire eti nimempenda huyu baba, nimempenda huyu mama. Angalia alivyoviandika. Je, utaweza kuishi na huyo mtu? Je, nikiingia na huyu mtu kwenye mahusiano tutawezana? Usikurupuke tu kwa kuangalia sura ya mtu, huyu nimevutiwa. Umevutiwa, utamuweza? Watu wa nje wengi, siwezi kusema, lakini wengi wanaandika vitu wanavyovipenda. Sisi wengi Waswahili sisi ni wauni kwenye maneno, lakini matendo zero. Kwa wewe unavyovipenda usemi, unamchora mwenzio. Wao watu wanaandika. Kwa hiyo umsome mtu maelezo, nataka hiki. Ukiona vipo achana naye. Ukiona huyu unaweza mkaendana mkamachi, unaenda tu unamswipe right, unasema hi. Utajua sasa hapo mtaanza wenyewe mahusiano au mtaanza kuchati ili mjuane. Kwa sababu sio kama tukipata siku hiyo ndio umepata nimepata mwenza. Hapana. Mtaanza mawasiliano, mtaanza kufuatilia, utaanza kuchati, mtafanyaje mpaka labda mnaweza kubadilishana namba kwa baadaye. Kwa hiyo mimi hapa niko na kuelekeza tu kidogo upate mwanga. Usiseme mimi nataka kwenda mbele lakini sina njia ya kwenda. Njia ziko nyingi, nimekuambia, hadi za wachumba, za wame, utapata mme mtandaoni. Kwa hiyo kuna mitandao nitakutajia. Kwa wewe unaweza mtandao usifanye kwa fulani ukafanya kwako. Huu mtandao ni mzuri lakini si kila mtu kwake ni mzuri. Sio kila watu wamepata mpenzi au mchumba au mume kutoka mtandao mmoja. Mitandao ni mingi lakini kila mtu alipata mtandao tofauti. Kwa hiyo wewe hapa mimi naenda kukutajia. Kuna mtandao unaitwa Afro Introduction. Ni mtandao wa kimahusiano. Unaingia mle, unajisajili, unaanza kuperuzi, unaanza kufuatilia, utapata mwenza au utaona huyu ananifaa, unachagua, mnaanza kuchati, muone je mnawezana, mkaanza kuulizana maswali, mambo mengine utajua ukishaingia mle. Okay? Haya, mtandao mwingine tutasema labda Tinder. Utaingia, sawa, kuna watu wanasema Tinder mbaya nini? Kuna wengine wamepata wame wazuri humo. Kwa na wewe utakapoingia Tinder utajua ufanye nini. Kwa Tinder nao ni mtandao wa kimahusiano. Kingine tena tunaweza tukasema utaweza kupata wapi? Kuna kitu wanasema OkCupid, nao ni mtandao wa kimahusiano. Kwa utaingia OkCupid utajisajili. Kuna jinsi ya kujisajili, kuna mambo mengi sana OkCupid, lakini kuna watu wamepata wenza wame wa maisha umo. Kwa wewe itategemea hivyo. Kwa kitakachokuwa kizuri kwako utatumia. Haya, kuna mtandao unaitwa F-Dating. Huo nao ni mtandao wa kimahusiano. Kwa utaingia na wewe utajaribu.
mitandao iko mingi sana, mitandao iko mingi sana. Mingine huko Bongo haipo, lakini naelezea hata kwa mwingine yuko Marekani anatafuta lakini ajue aingie mtandao gani. Hapa ninapoelezea hata kuna watu wako Marekani, kuna watu wako labda Canada, anahitaji kupata bwana. Kuna mtandao unaitwa Plenty of Fish, unaingia unajisajili, unaweza ukapata bwana humo. Haya, kuna mtandao unaitwa Hinge, HINGE. Huo nao ni mtandao wa kimahusiano. Kwa mtu utaingia mle, utaanza kuangalia, utajisajili, utaanza kuchat, utapata watu. Kwa hiyo mimi napotaja hapa, kuna mtu yuko Marekani, kuna mtu yuko Canada, lakini hajui, hawezekana hajawahi kusikia, lakini yeye anatafuta. Kwa unaingia tu kwa mtandaoni, unajisajili, unajiwekea tupicha toko tuzuri ambato tutamvutia mtu. Haya, na mingine mingi ipo. Ukiingia tu mtandaoni utaanza kuwa una Google, utapata. Nadhani hapo kila mtu ameelewa. Jamani, usiseme mimi sasa sina njia. Njia ni hiyo. Huna pesa, huna mchongo, huna cheti. Na ya mahusiano nayo ikushinde. Haiwezekani bwana, lazima upambane. Tumesema kila mtu kwa nafasi yake atapata tu. Kwa hiyo wewe ukomee na mchongo wa nini? Wa mahusiano, ukomee na hizo mitandao nimekutajia. Kwa hiyo utakuwa unaingia, unajisajili, unajaza picha, unaweka kila kitu. Unaweza ukaingia leo na ukapata, na kuna mtu ameingia miaka 5 na hajapata. Kwa hiyo usikatishwe tamaa na aliyeingia miaka 5 akashindwa, ameingia miaka 2 ameshindwa, ameingia mwaka ameshindwa. Kuna walioingia siku moja, siku 2 wakapata. Kwa kama wewe alipata, huwezi jua labda na wewe ni wale watu wenye bahati zao, ukaingia mtandaoni kupitia video hii ikakuhamasisha ukaingia na ukapata. Kwa hiyo mambo ya kupata na kukosa, kila mtu na bahati yake, kila mtu na zamu yake. Mafanikio ya mtu tuko kwenye foleni. Usipate leo ukapata kesho. Kwa hiyo usiingie ukakata tamaa, mimi nimechoka. Usichoke, bado hujachoka. Utafutaji wa maisha ni hivyo. Kuna kupata, kuna kukosa. Usikatishwe tamaa, unakutana na watu wanakudanganya. Kwa hiyo unatakiwa ujue. Niko mtandaoni kutafuta mahusiano, unatakiwa ujue, je, nitajuaje huyu mtu ni mtu kweli au ni mtu wa uongo? Utamjua kwanza, kuna watu wale mkianza kuchati tu anakuwa kama anakuskamu yule. Anaanza maswali, mimi nimekupenda mrembo, na nataka unitumie picha nude photo. Ukisikia nude photo, kimbia mpendwa, kimbia. Uwe mwanamke uwe mwanaume, kimbia. Anaomba nude photo. Wewe uko pale kuomba picha za uchi? Uko kutafuta mahusiano, uko kutafuta mwenza. Kwa nini akombe picha za uchi? Kimbia. Haya, uko kwenye mtandao unatafuta, mtu anaanza kukupa mastori yake ya ajabu. Mimi nilipata ajali, sijui nini. Hatuko kuelezana matatizo, tuko kwenye kutafuta mahusiano. Mimi niko kwenye kutafuta mwenza. Mambo mengine tutajua mbele ya safari. Huyo naye kimbia. Ni dalili za kuja kuanza kukwambia mimi nimepata ajali, naomba nitumie pesa. Kimbia. Hiyo ni red flag pia. Haya, uko kwenye mtandao unamwambia mtu, basi nashukuru tumeanza kujuana, tumeanza kuchati, nashukuru. Unaonaje tukivideo call ili nikufahamu kwa sura? Je, wewe ni yule uliyekuwa umeweka picha zako halisi pale au la? Anaanza kukupa kona. Kimbia. Mwingine anakukubalia mfanye video call, lakini video call unaona simu inakuwa kama inacheza, inawekwa picha pale, unakuwa uelewi mtu anaongea. Unamwangalia mtu mdomo unaongea au ni mtu yani anaongea lakini ile picha imeganda pale. Kimbia, hapo unapoteza muda. Utasubiri wale wa kupigwa matukio na kuambiwa nimekutumia mzigo kwenye ndege, naomba unitumie 500 ili upokee mzigo. Kimbia. Hapo hakuna mtu ndugu yangu, hakuna. Kwa hiyo ninakushauri usiache kusikiliza video hii, usiache kushare. Kuna rafiki zako wanatamani kupata wenza na wajua pate vipi, wasiache kusikiliza video hii, share kwao nao wajifunze. Kama umeelewa video hii, usiache kusubscribe kwenye YouTube channel yangu kwa mambo mazuri zaidi. Asante.